Jamani, Mungu atusaidie sana. Amina. Wanapeana barua. Lala kwa Mkristo. Lala kwa watumishi wa Mungu. Kuna kanisa huko, nenda. Kwa hiyo watu, kanisa lilipoanza, waamini walijitenga na jamii zao, wakaishi maisha yao tofauti kabisa na wasioamini. Iko hivi, hawa watu hawakujumuika kabisa katika michezo, sijui makundi nini, kumbi za starehe, sijui nini, kuangalia sijui sinema, hakuna. Yaani walikuwa excluded kutoka kwenye vitu hivyo vyote. Walijitenga kabisa. Na walifahamika hivyo kwamba hawa ni watu wa njia hii, yaani waliotengwa katika jamii. Mungu atusaidie sana. Sasa nataka tuulizane swali la changamoto. Siku hizi kanisa linajichanganya kwenye ulimwengu, si ndio au hapana? Ndio. Okay, ni ndio au hapana? Ndio, iwe ndio au iwe hapana. Lakini tukichagua ndio au tukichagua hapana, je, kuna faida gani na kuna hasara gani? Tufikirie, tusiwe bias, lakini tufikirie tu kwamba hii faida ipo au haipo ya kujichanganya kwenye jamii. Yaani kanisa lilikuwa miongoni kule kujitenga. Yaani kwa mfano sasa hivi tulisema okay, Wakristo wote sasa tuwe na vitu vyetu, tufanye kama wale jamaa. Je, tutakuwa tuna faida katika ulimwengu wa sasa au tutakuwa tumepata hasara? Kwa sasa tutakuwa tumepata faida. Tutakuwa tumepata faida. Kwa sababu dunia ya sasa ipo tofauti na dunia yenyewe waliishi leo. Kwanza tunasahau kitu kimoja juu ya Paulo. Paulo alifanya kazi. Ndio. Bali nasema kama Paulo alikuwa akishona hema. Ndio. Sasa alikuwa akishona hema, lakini anawaza na kazi ya Bwana. Anashona hema, anakimbilia mkazi za Bwana. Utafuta pesa, anaangalia yatima na wajane na watumishi, anafanya kazi. Na ndio pale alisema hivi, mimi sikupokea pesa zenu, lakini mimi nitoa vitu vyangu. Alisema hilo jambo. Leo tukijichanganya, kuna faida na kuna kupoteza. Kuna faida na hasara. Okay, wale watu kazi walifanya, lakini kwa mfano nasema kuchota kisima kile, wanachota na wako gani? Sisi tuchimbe cha kwetu. Tuseme kuchota, sisi tunachimba cha kwetu. Unaelewa ninavyosema? Ndio. Yaani kwamba watamani sisi bwana ni sisi. Sinema hatuendi kuangalia sababu tutajichanganya na watu wengine. Sisi huko hatuendi, sijua kwenye michezo. Siku hizi Wakristo wanaenda kwenye michezo. Wengine wanakuambia kabisa hata kanisani hatuji, tunaenda kwenye michezo. Yaani sio sasa kujichanganya huko, sasa wameshapitiliza. Yaani ni kwamba wameshapoa kabisa. Kwa sababu mtu mwingine anakuambia, anaweza kuambia mimi mchungaji nilienda disco ili nikaangalia namna nitakavyohubiri. Msemaji huyo mshirika. Anaenda kuangalia hali ya hewa kule kwenye disco ili aweze kuwahubiri wale. Amepotea huyo. Yuko sahihi? Hapana. Kwa nini hayuko sahihi? Angeenda na Biblia. Aenda hubiri, hapana kwenda kuangalia. Anaenda angalia. Atahubiri bila kuangalia. Okay, sasa tuchangie huo mjadala. Unasemaje? Mjadala uko mezani. Wale watu wali-exclude. Sisi leo tunaingiliana au tusiingiliane. Faida na hasara ziko wapi? Je, tunaweza tukafaidikaje na huo mwingiliano au tunaweza tusifaidikeje na huo mwingiliano? Karibu. Katika mwingiliano huo na faida na hasara kila eneo. Ukijichanganya, hasara mojawapo, ile nguvu ya Roho Mtakatifu inapungua kulingana na kwamba asilimia kubwa ya wale tunaojichanganya tunakuwa hatuna uwezo wa kuzuia ile nguvu yao, ule ushawishi pamoja na vitu walivyonavyo ndani mwetu. Lakini faida yake, kwanza kuna kufahamu mambo ya kidunia yanavyoendelea. Lakini katika kufahamu ndio tunasimama na kulihubiri neno la Mungu kupitia hayo. Lakini pia mambo ya kijamii kama mazishi,
sherehe mbalimbali. Pia ikitokea kufanya hivyo, ndio pia na njia mojawapo ya kuwahubiria, kwa sababu usipomfahamu mtu ukawa karibu naye ukamjua, huwezi kumhubiri wala kumshawishi chochote. Ndio. Kwa hiyo usipomfahamu ukamjua, huwezi ukamhubiri, sababu wewe na yeye ni tofauti. Ndio. Hiyo hoja imekaa. Richard, nilikuwa nafikiria nataka kusemaje? Hiyo hoja iko vizuri. Lakini kulichanganya kweli, kama alivyosema, napunguza ile nguvu ya kiungu. Lakini pia kulingana na ulimwengu jinsi ulivyo kwa sasa hivi, ni vigumu pia kujitenga moja kwa moja. Kujitenga nao nyumba. Lakini pia Paulo alisema kwamba tusifananishe na wa ulimwengu wa sasa, wa wakati wa sasa. Ndio maana wao watajitenga. Lakini kutenga kwao, faida ambayo ilipatikana ile nguvu isiyokuwa ya kawaida, ile nguvu inatenda kazi pamoja na wao baada ya kujitenga. Lakini kwetu sasa kunapunguza ile nguvu sasa. Leo kujichanganya kwetu kunatupunguzia nguvu. Unafanya kazi na biashara na watu wasioamini. Labda ni hawa na watu wengi tu. Wana mailizi, wana manini, na wewe uko pale katikati. Hilo jambo si linakuathiri. Na hasa wewe ukiona kama ni kawaida unanyonya. Nafikiri unatakiwa ujue kwamba hapa nimejichanganya, lakini nienda ninanyonywa au ni waathiri hawa jamaa. Waathiri hawa jamaa. Kwa hiyo kujichanganya kuna faida na hasara. Ni vizuri tuzijue faida, tujue jinsi ya kuzitumia, lakini tujue hasara na jinsi ya kuziepuka. Kwa sababu kanisa lipo na kanisa liko duniani, na ukiangalia yale maombi ya Yesu ndio utajua hiki tunachoongea kwamba Baba, siwaombei watoe humo, uwalinde. Lakini fanyeje? Walinde. Kwa kuna hali ya kujilinda. Ila hao wenzetu wa kwanza walisema, yaani sisi Bwana, sisi ni sisi, wao sisi tunakaa katika hali hii, sisi tunajitenga, sisi tunajihudumia, tutafanya kazi, lakini kama ndio hivyo kwamba sasa kama ni kazi tunaungana sisi tu wa Kristo hapa, tutafanya kazi, tunashona mahema yetu hapa, nauza. Ili kusudi walifanya vile, ili kusudi wasijichanganye, watunze ule moto na waendelee kuathiri dunia. Karibu Rachel. Kuna jambo moja, unaona kujichanga nako ni kuzuri. Ndio. Hapa hautaenda ubiri tutoke tuende mwinji ya Uislamu. Ndio. Kula hakuna Ukristo. Hakuna chakula ya Kikristo. Maana nyumba zao, mavazi yao, maji yao. Ili muokole mtu, lazima ujichanganye. Ujichanganye kule kwao. Kuna mmoja aliondoka, alienda huko nchi ya Wahindi. Ndio. Amefika pale, hakuna mshirika, yeye peke tu ndo Mkristo. Akaingia ndani ya nyumba, akakaa, akakuwa anaangalia mtoto wa mule. Mungu akaleta ugonjwa, akazimia, mtoto akafariki, wakatibu mtoto apone. Wakataka sasa tutazika. Roho ikamsikia, ikamsukuma, ufanye vile, uombe kugusa mtoto hivi. Mtoto akashituka. Wale Waislamu wa ile nyumba walikuwa nakaa, wewe ni nani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo, unaabudu nani? Jina la Yesu Kristo. Ndio limegusa mtoto hapa. Ndio limegusa tu, lakini anakula chakula mwa ile nyumba mlimo. Kisha ule mtu mwingine akaenda akaambia njiani, na alikuwa na mgonjwa, kuna mtu mle mwangu ni Mkristo anasema ule Yesu, lakini mtoto wangu nilikuwa nishaanza lia tu, mtoto akapona. Na akamuta na akapona. Ana kanisa kubwa Hindi. Sawa. Sasa utaokoa je kama ni kuomba Mungu atupe nguvu
zile za kuwa zinawafinya pale watufinye si tuwafinye. Hata wao unawakimbia. Hata unawakimbia baba kwenye hizi daladala zimagari. Tunafinyana mpaka unachoka. Una utukufu na kutoka. Au mjatembea mwezi gari hizi za kufinyana. Mnashikimana na hivi, gari na bebeba hivi. Niko nashika kwa sema utukufu hapa. Unatoka watu. Kwa hiyo pale unapokuwa kwenye daladala, in fact ikiwa na Mungu sawa sawa, mtu anaweza kudondoka mapepo kwenye daladala. Sasa hapo itajulikana kwamba hapa kuna nguvu ya Mungu. Ya Mungu inayotenda kazi ndani ya huyu mtu. Yeye mdondosha huyu. Wewe ni nani? Ndo hapo sasa. Umeshajichanganya katikati yao. Nguvu inaeleza. Ndio. Hatuna nguvu tu. Iko hivyo. Hatuna nguvu. Tumepoteza tu. Nimpeleka mtu mmoja because kuna sehemu pale mwanzo ngumu. Hapa sasa tunaongelea missionary. Sisi tuko katikati ya dunia. Sisi tunatakiwa tuathiri dunia. Kanisa linatakiwa liathiri dunia. Yule ndugu alienda na hiyo kwamba mimi sitajichanganya. Kwa hiyo nilipofika pale ni katikati kabisa ya. Ndio. Nimepeleka ni missionary wetu. Sema mimi kwanza kama mimi mchungaji na mbia naomba asubuhi. Wale jamaa walipomuona wakasema huyu bwana huyu amekuja kutubadilisha. Wao ndio tafsiri yao kwamba amekuja kutubadilisha. Wao ile approach aliyoingia nayo kwao wakaona yeye si mtu kama wao, yani wakamtenga. Unajua walimtenga. Bwana yule jamaa usiongee naye. Bwana yule jamaa usiende kwake. Yani usijichanganye naye. Alishindwa kazi kwa sababu kamrudisha kupeleka mtu mwingine. Tukamwambia bwana wewe ni missionary. Nenda ukae nao. Ndio ukashirikiane nao. Lakini wewe ndani yako unajua ulichoenda kukifanyikiza. Wajue wakufahamu. Tena ukifika pale tu waambie bwana mimi ninakuja kutafuta mashamba huko ya kulima. Ndio. Watakupeleka kwa mtendaji. Lakini wewe ndani yako una kitu unachochea. Unachochea siku moja. Itakapofika sasa utambulisho ule utakutambulisha. Utakapoanza utakuwa tayari. Ukianza kuomba huyu mkulima kumbe ni Mkristo. Mkulima mkuu. Lakini wakijua ni mchungaji huyu atatubadilisha. Kujichanganya kuna faida. Kimsingi kanisa limechanganya katika dunia. Ningekuwa na ile ningekucholea, ningekucholea hivi labda tumalizie hapa. Sababu giza nalo linatuanza. Hili ni kanisa. Kanisa liko hapa kwenye kaduara kadogo. Alafu hii duara huku nje. Hii duara inaitwa jamii. Jamani sawa sawa? Hii ni jamii. Kanisa linatakiwa liende huko. Litoke kwenda kwenye nini? Kwenye jamii. Kwa sababu kanisa limepandwa duniani kwenye jamii. Yaani kanisa linatakiwa lijitanue. Si ndio? Lisukume, yani jamii. Sasa matokeo kanisa likifika hapa hivi nani jamii imepungua, kanisa limekuwa kubwa, alafu linapanuka tena linafika hapa. Unaona kaduara kalikobaki huko jamii. Je, likifika hapo mwisho maana yake ni nini? Maana yake hii dunia imegeuka kuwa jamii tu ya kawaida, imekuwa ni nini? Kanisa. Ndio. Si ndio bwana? Ndio. Kwa hiyo kanisa linatakiwa stretch. Kwa sababu pia kuna hii nyingine. Kanisa lisipokwenda straight, matokeo yake ni jamii nayo inakuja. Jamii nayo ina mishale. Dunia hii. Kwa hiyo usipoenda jamii inafanyaje? Inakuja. Maana yake nini? Kanisa tusipofanya shughuli yetu hapa, hii kanisa itageuka jamii na dunia tu ya kawaida. Si ndio maana sasa hivi dunia imeingia kanisani. Sababu kanisa lifanyi kazi yake ya kujistretch. Maombi, Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu kusudi kuchemsha yale yaliyomo na kuisukuma jamii, kusukuma giza, kusukuma upagani, kusukuma mambo yasiyofaa. Matokeo yake dunia. Sasa eti mtu yuko kanisani anaiga mambo ya kwenye dunia. Si ni kutoa dunia kuleta kanisani? Ndio.
Badala ya kutoa hapa, kanisa liende kwenye nini? Kwenye jamii. Mungu atusaidie sana. Amen. Wapendwa, tuna kazi ya kufanya. Tuombe Mungu tusaidie. Hii historia itusaidie pia. Kwa hiyo leo tunaweza tukaishia hapa. Tukija tutaanza mateso ya kanisa yalivyoanza. Jinsi mateso yalivyoanza, tutaangalia makundi yaliyosababisha mateso kwa kanisa ni makundi gani na kwa nini mateso yalikuwepo. Tutaangalia hayo mambo. Lakini leo tuishie hapa. Hapo tunapoishia katika ibada za kanisa zilivyoanzia hekaluni, na baadaye wakatoka wakaanza tu kwenye nyumba za watu. Lakini kimsingi ili kanisa lilikuwa na nguvu. Kanisa lilikuwa na nguvu. Na nilisema mwanzo wakati tunaanza, kanisa, yani hii community inaitwa kanisa, jamii inaitwa kanisa, ni tofauti na jamii zote, tofauti na vitu na jamii zote zinazoishi huko duniani. Kwa nini? Kwa sababu hii jamii imeanzishwa na haifi. Kanisa limeanzishwa duniani na Yesu Kristo, halitakufa, halitazuiliwa mpaka litaenda kwa mwenyewe. Ndio, amina. Haleluya. Amina. Litafika siku moja mbinguni, litafika. Atakuja kulichukua siku moja. Amina. Kwamba hili ndio kanisa langu, halifi, haliondoki. Jamii inaitwa kanisa. Mimi nawashangaa watu wanaojitenga na kanisa. Eti amepata watu wengine wakufa na kuzikana. Ibadani haji. Jumapili, bwana mimi sisi tuna chama chetu huku cha kufa na kuzikana. Wewe unapotea. Unapotea. Unaacha kanisa. Unaacha watu wa Mungu. Unaacha jamii Yesu anayoiandaa. Kanisa wewe usicheze nao. Hakuna mtawala, hakuna nani aliyecheza na kanisa akabaki salama. Hayupo. Fikia kabisa. Fuatilia historia, yani hapo unacheza na moto. Moto. Huwezi kustahimili kuliaribu kanisa.